Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema leo tuinue vijana na wamama na wazee? Nyinyi wote. Nyinyi wote. Wacha niwaambie. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya rafiki yangu Eric Wamumbi. Sawa sawa. Na huyu Eric sijekuja hapa kimakosa. Eric ametembea kwetu kama mara 4. Na leo nimekuja kulipa deni mara 1. Bado niko na safari nyingine ngapi? Mtanikaribisha nikuja hapa. Safari ya 2. Safari ya 3. Safari ya 4. Hebu nione watanikaribisha nikuja hapa Mathira. Na Mathira sikiseni. Hatuje kuja hapa msaa. Tumekuja hapa kuinua vikundi ya wamama wetu. Tumekuja hapa kuinua vikundi ya bodaboda. Tumekuja hapa kuinua vikundi ndogo ndogo. Unajua nilikuwa naona kwa mitandao. Na mimi nataka mnyamaze jameni. Nyamazeni. Hii pesa kidogo hii inawanyisha mnafanya nyamazeni. Unajua nilikuwa naona kwa mtandao kuna watu wanasema ati mnaenda Mathira kufanyia wamama empowerment. Mbona msiende sijui wapi? Mimi nataka nikuambie wewe mtu wa mtandao. Kama uelewi shida ya raia, shida ya watu ya bodaboda, shida ya watu ya mama mboga, wewe funga mdomo yako, fanya kazi yako. Na nataka niwaambie hamwezi mkatustop. Mulijaribu kutustop tusiende kanisani kufanya harambee. Tukafikiria, tukaona huyu ni shetani karibu afike. Sasa hii tumeanza hii ya bottom up, wameanza tena kusema, unajua watu, mimi nataka msikie watu wa Nyeri. William Ruto na Kithure Kindiki. Wacha wajenge barabara. Wacha wajenge soko. Wacha watafute bei ya majani, ya kahawa, wasukishe bei ya dola, wasukishe bei ya fertilizer. Lakini mimi na Wamumbi na Sabina Chege na Kororia na wengine, sisi tuwaletee pesa ya kwenda kuuza kwa hiyo soko. Tunakubaliana? Sisi tuwaletee pesa vijana wa bodaboda wakuwe wengi. Kila mtu ako na bibi, ako na watoto. Kama una bibi, uko na ndugu yako, uko na dada yako. Ama namna gani? Sasa mimi nawauliza. Hii juzi tumekuja hapa 2 years ago. Tukawaambia mtupigie kura. Pia William Ruto kura. Na nyinyi wote mkampigia kura. Hajamaliza mwaka 2, mnasikia wengine wanasema hapana, huyo mtu ni muongo, huyo mtu. Mimi nataka niwaulize. Huyu mama alikuwa hapa na mimba. Hiyo mimba alipata jana? Si alipata zaidi ya mwezi 9? Kitambo mtoto akue mkubwa, kitambo akule githeri, hii itakuwa mwaka ngapi? Sitakuwa mwaka ingine 3. Mimi nataka niwaombe na msikie. Mtu asikudanganye. Wewe umepiga kura juzi. Umepanga laini. Alafu mtu anakuambia saa hii tena tuanze siasa 2027. Wewe utakaa mjinga sana. Saa hii ni wakati ya kuita Kororia, unaambia tunataka hii, unaambia Wamumbi tuletee hii, unaambia mwingine mtuletee hiyo, unaambia mwingine mtupange hapo. William Ruto akikuja hapa utuongezee hii soko, utuongezee hii barabara. Oscar Sudi akikuja hapa asotu wa mama, isipotosha tena nirudi tena ama namna gani? Si namna hiyo jameni? Wangapi wanasema hatutaki siasa ya haraka ya saa hii? Mnataka kazi. Ya pili. Mimi nataka nipongeze huyu Wamumbi. Huyu mheshimiwa wenu ako na akili extra. Aliniambia mimi mwenyewe, yani tunatafuta serikali, alafu tuache barabara, tuache kuletea wamama pesa, tuache soko, ati tena tuanze serikali ya 2027. Akaniambia mimi sitoki, wacha nipambane na huyu William Ruto, niweke lami, niweke soko, niweke nini pale. Alafu 2027 ikifika tuje tuongee. Ama namna gani? Na mimi nataka niwaambie na msikie. Ile kitu imetuharibu kama taifa la Kenya ni kitu inaitwa ukabila. Ukabila itatupoteza. Na ukabila ni kitu ya ujinga. Na especially watu wa mlima, mimi nataka niwaongeleshe na mnisikie kwa umakini. Kama kuna constituency inaitwa Kenya, ni ya watu wa mlima. Watu wa mlima ukienda Lodwar utawapata. Ukienda Bungoma utawapata. Ukienda Kericho utawapata. Ukikuja Eldoret utawapata. Ukikuja Nakuru utawapata. Ukienda Mombasa utawapata. Halafu mtu anakuambia ati tujitenge kama watu wa mlima. Nyinyi watu wa mlima kwanza, constituency yenu inaitwa Kenya. Kwa sababu mko kila mahali kwa taifa la Kenya. Na mimi nasema nataka niseme hapa. Kule kwangu Eldoret
Niko na watu wa mlima zaidi ya 40,000 kwa constituency yangu. Na ukipata town yenye haina mtu wa mlima, hiyo town imekufa. Tuambiane ukweli. Ukienda town yoyote yenye hakuna mtu wa mlima, hiyo town imekufa. Kwa sababu unajua watu wa mlima lazima wapatie credit. Na credit tunawapatia kwa ukweli. Mtu wa mlima ukimpeleka saa hii, popote pale utampeleka. Ataanza na Mutura, ataanza na Manguo hapo, ataanza na Kakitu hapo, kesho kutu unaona ako na supermarket, kidogo kidogo ako na malori. Hiyo ndio nyinyi wana biashara. Sasa mtu anataka waambia ati tujitenge kama watu wa mlima. Ambia huyo mtu, sisi ni wa Kenya, tuko pembe zote za Kenya, ndugu zetu wako nje ya Kenya kila mahali, wachana na sisi tufanye biashara na tuungane na Wakenya wengine. Sawa sawa? Nimepata wakale wako hapa wamolewa hapa. Nimepata nini? Hiyo ndio Kenya sisi tunataka jameni. Ukikuja huko kwetu tumekuwa mix and match. Mimi nataka nikirudi hapa mlima siku nyingine, mnasema Mheshimiwa Sudi, ile pesa ulitupatia boda boda, ile pesa ya mama mboga, tumeanza kuuza mitumba. Sasa tunataka tuuze nguo mpya. Mrudi tena. Ama namna gani? Wangapi wanasema turudi tena? Mtuoneshe wenye wanasema turudi tena. Turudi tena. Tufanye hii maneno ama tuache? Alafu nasikia mwingine anasema ati hao watu wako na pesa mingi. Sikiseni nyinyi watu. Mimi nilikuwa conductor wa matatu. Nilikuwa napanganga stage. Nimehangaika hapo, nikafanya kazi nyingine hapo, nikafanya kazi nyingine hapo, nikafanya kazi nyingine mpaka penye nimefika leo. Sasa mtu anakuambia ati usiende Madhira kupeana 3 milioni. Na ajui hii 3 milioni ni network niko naye. Ninaomba kwa rafiki ule, naomba kwa rafiki ule, naomba kwa rafiki ule mpaka najaza 3 milioni niletee watu wa Madhira. Lakini unasikia tu mjinga mwingine pale kwa sababu ameshiba. Sasa anaongea huko kwa kona, hawa watu hawafai kwenda hapo, hawafai kusaidia wale. Mimi nataka niwaombe watu wa Madhira, tufanye kazi pamoja, tuungane, tuache ukabila, tupendane. Inueni huyu wa Mumbi apate network kubwa, alete wageni wengine. Si mnaona Kimani amepita hapa saa hii? Si ametuachia kama 5 milioni na marafiki yake? Sisi tukijanga 7 milioni nyingine hapa, si tutakuwa tumesokesha hii area? Ama namna gani? Ndio mimi nataka niwaombe kwa heshima kubwa sana. Mambo ya ukabila imetuletea hasara kubwa katika taifa la Kenya. Mimi nilikuwa supporter ya Mwai Kibaki. Ni ile tu William Ruto alikuwa hapo. Lakini ningekuwa na uwezo, ule mzee alifanya maajabu. The first 2 years, 3 years ilikuwa mlima namna hii. Lakini after 5 years kila mahali tulikuliona lami, tukaona watoto wetu wamepelekwa shule, akalete CTF, akatoa karo ya shule ya primary. Sasa huyu mwingine amefika, amesukisha fertilizer kutoka 7,000 mpaka 2,000. Ametoa dola shilingi 160 mpaka 127. Ametoa sukari ilikuwa 240 mpaka 120. Ile unga ilikuwa inauzwa pale supermarket 240, sasa hii iko 90. Yaani hiyo mambo yote unaona hao wengine tu wanakashifu, hawasemi yale mzuri. Mbona kama wewe ni kashifu mzuri useme William Ruto amefanya 1 2 3 4, lakini baada hajaongezea 1 2 3 4. Hiyo ndio ukashifu ya ukweli.